Kwa hiyo leo tunajifunza habari Yesu Kristo ndiye msingi halisi wa imani yetu. Tuliona misingi ile ambayo nimetaja 6, tukaona uthibitisho wa msingi, lakini leo tunaangalia maneno machache kwamba Yesu Kristo ndiye msingi halisi wa imani yetu. Nikasema kila kitu kina msingi wake, na msingi ukiharibika hakuna chenye kufaa mahali popote. Na sisi kama kanisa tuna msingi wetu, na msingi huu kiukweli Yesu Kristo ndio msingi halisi wa imani yetu. Tutaangalia kwa maandiko, tutakwenda namna hiyo. Lakini pia zingatia neno hili ili uweze kujua ukweli na msingi halisi kwamba Yesu ndio mwenyewe. Kuna vitabu vingi ndani ya kitabu cha Biblia. Biblia yetu ina vitabu 60 ngapi? 66. Lakini katika hivyo kuna vitabu 27 ambavyo ni nini? Vya Agano Jipya, sawa jamani, na 39 vya Agano la Kale, sawa jamani. Kwa katika vile vitabu 27 vya Injili vya Agano Jipya, kuna vitabu 4 tu kwa 5 vinavyomsema Yesu totally. Ukiamka, ukilala, ukitembea ni Yesu tu. Na vitabu hivyo ni kitabu cha Mathayo, ni kitabu cha Marko, ni kitabu cha Luka, ni kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Vingapi? 4. Kwa 5 unaingia kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume imewekwa kudhibitisha yale Yesu aliyofanya wakati Yesu mwenyewe hayupo, ila ule uwezo aliowaachia watu wake, na ule uwezo tunautaka hata ndani ya kanisa letu. Ndiyo maana pakaandikwa kitabu cha Matendo ya Matendo ni imani na nini? Na matendo. Maana yake matendo ni action, vile vitu ambavyo vinafanyika. Ndio ikaitwa Matendo ya Mitume. Wale mitume yale walioyafanya kwa nguvu na uwezo wa jina la Yesu. Lakini ukisoma kitabu cha mwanzo cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana, unamsema Yesu moja kwa moja. Na ningeomba kwa mtu ambaye unataka uwe na msingi imara, soma sana vitabu hivyo. Jifunze sana vitabu hivyo, visome sana mara kwa mara, virudie mara kwa mara. Achana vitabu vya Agano la Kale ni sawa, lakini kwanza hivyo utaanza kuona vitu vinabadilika ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako, ndani ya maisha yako. Wote tuseme amen. Angalia kitabu cha Injili ya kwanza, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 5 na ule mstari wa 22 hadi 28. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, sawa? Bali amempa mwana hukumu yote. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, neno hili naomba libariki, na mimi unibariki, na kila mtu uliyemleta hapa leo naomba umbariki. Kwa neno lako ulitubariki toka mwanzo wa ibada, na neno hili liwe baraka kwa kila mtu. Kwa jina la Yesu naomba, amen. Yesu Kristo ndiye msingi halisi wa imani yetu. Ninaposema ndiye msingi halisi, ina maana kuna misingi mingine feki. Iko misingi isiyo halisi.
inayofanana na ukweli lakini haina ukweli. Lakini Yesu ndiyo msingi halisi wa imani ya mwanadamu kumwona Mungu. Wakati Yesu anafundisha, mwandishi wa kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, ambaye ni Yohana mwenyewe, yule aliyependwa na Yesu na akafungwa ndani ya kisiwa cha Patmo, Bwana alimfunulia kuandika haya. Katika hali ya kufunuliwa, alipoandika akasema, tena Baba hamhukumu mtu yeyote. Baba ni nani? Kanisa, baba ni nani? Naongea na mtu anayenisikiza. Baba ni nani? Ni Mungu. Yesu alimuita Baba Mungu. Mungu wake ndiye Baba. Akasema tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali hukumu hii amemkabidhi Mwana. Sasa huu ndio uhalisia wa imani yetu. Kwa Yesu anajitangaza kwamba yeye ndiye mwenyewe, na akasema kila mwaminie yeye huyu Mwana anamwamini nani? Mungu, na anao uzima ndani yake, maana amemwamini Mwana na amemwamini Mwana, na huyo Mwana anasababisha uzima ndani yake. Na kila mwaminie huyu Mwana, Baba anamheshimu na Baba anampenda. Ndio maana sema saa inakuja hata walioko makaburini wataisikia sauti ya huyu Mwana. Naomba andike mambo matano hapa haraka. Namba 1, kutokana na uhalisia wa imani yetu ambaye ni Yesu mwenyewe. Andika, atakaye hukumu dunia ni Yesu mwenyewe. Siku ya mwisho hukumu atakayeitoa kuhukumu dunia nzima, kwa hukumu wote wenye mwili, wanaonekana na wasioonekana. Sio Mungu muumba mbingu na ardhi, wala sio baba yako, wala sio mtume yeyote. Atakaye hukumu dunia ni Yesu unayemkataa. Ni Yesu unayemweka wa mwisho katika maisha yako. Ni Yesu unayemweka wa mwisho katika mipango yako. Ni Yesu unayemweka wa mwisho katika future ya maisha yako yote. Unamweka namba 2. Unatanguliza vitu vingine. Unatanguliza mume, unatanguliza mke, unatanguliza kazi yako, unatanguliza watoto wako, unatanguliza heshima yako, unatanguliza hata elimu yako, unatanguliza na kitambi chako mnacho. Lakini Yesu unamweka pembeni. Huyu unayemweka nyuma, Biblia inasema tena Baba hamhukumu mtu. Hakuna atakayehukumu dunia zaidi ya Yesu. Hapa sio Yohana Mbatizaji, hapa sio mtume Yohana, wala sio Marko, wala sio Elia, wala sio Musa, wala sio kardinali yeyote, papa wa kwanza wa pili duniani. Hapana. Anayehukumu dunia nzima, atakayehukumu dunia nzima ni Yesu Kristo, aliyezaliwa kwa Bikira Mariamu, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye amepewa mamlaka ya kuhukumu watu walio hai na watu waliokufa. Kwa unapomweka nyuma, naomba Mungu akufungue ufahamu leo. Yapo mambo nayafukuzia, yanaonekana ni mazuri machoni pako, lakini kama nayafukuza mambo ukaache huyu Yesu nyuma, rafiki yangu, na hali mbaya kuliko watu wote. Ananielewa? Mungu amjalie. Anayefukuzia mambo mengi hapa duniani. Unafukuzia mambo ya dunia, unafukuzia matatizo ya dunia. Ukipata jambo dogo unalifukuzia, ukipata jambo zuri unalifukuzia. Ni sawa, lakini Yesu namweka pembeni. Namba 2, Biblia inasema kila mtu anatakiwa amheshimu Yesu. Leo watu wanaheshimu waume zao, wanamwacha Yesu. Wanaheshimu kazi zao, wanamwacha Yesu. Ukiambiwa kazini saa 12 umeshafika, lakini kanisani unakuja kwa masaa uyatakayo mwenyewe. Unachelewa kufika na unakuwa kwanza kuondoka. Lakini kazini hata kama kuna mvua ya mawe unaenda, wala hujali, unaenda. Kwenye kibarua hata kama kuna mvua ya mawe unaenda. Lakini kwa Yesu unakuja kwa majira. Tena pakitokea kama kuna wingu na mvua kidogo tu, tena manyunyu tukiyachungulia,
Unachungulia kwa nje sema kuna mvua. Unarudi ndani unavua na nguo unakaa, unaanza kupika chakula, unasema siendi, mvua inanyesha. Ni vile mtu aliyefahamu uliotindikiwa. Si niseme Kiswahili gani hapa? Yaani mtu aliye na akili lakini haelewi. Manyunyu ya mvua yanamfanya mtu aache kwenda kanisani. Lakini kwa bosi wake hata kama kuna mvua anazima mikote na anaenda. Na unafanya hivi unavyofanya wewe. Mvua tu, mtu haji kanisani. Pengine sio mvua, amevaa nguo wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Hajafua nguo. Siku ya Jumapili baada ya kuvaa aenda kanisani, ndio anakusanya maguo, anaenda kufua. Zimefyatuka. Haujui ulifanya wewe. Upo tu kama tonge kwa tonge. Huelewi. Maana ungeelewa ungefua wiki zote siku 6. Iweje siku ya Jumapili weke jambo la kwako? Wakati andiko linasema anatakiwa Yesu watu wote kuanzia mdogo mpaka mzee kama mimi. Yesu aheshimiwe. Na hakuna imani bila matendo. Matendo hudhibitisha imani ya mtu. Na moja kudhibitisha imani ni kuja kumwabudu yeye. Leo nakusanya maguo, unaenda kufua Jumapili. We hazimo. Na kama zimo hujui maana ya imani yako. Upo tu. Unatoa macho tu kama guruguru, upo tu. Hujui. Lakini end the day anasema utakutana naye huko kizimbani. Baba yako hayupo unayemtolea macho. Mama yako hayupo unayetamba naye. Yule anakupa jeuri ameufyata mkia, utamkuta Yesu amejaa uso wa gumegume, unakutana naye ana kwa ana. Huna kukutetea. Kushoto nenda, wa kulia naenda. Utalia na kujuta. Biblia inasema utamtafuta hata aliyekuzaa, umlalue ziwa lake kwa mateso utakayokutana nayo. Hatuwezi kuwa na imani ya ukweli tunaonekana watu duni sana. Sio kweli. Lazima Yesu aheshimiwe. Usipomheshimu. Siku moja Yesu alipanda punda kuelekea Yerusalemu. Alipokuwa anapanda juu punda kuelekea Yerusalemu, wanafunzi walioona heshima ya Yesu na uzuri wa Yesu walishindwa kujizuia. Walikata matawi ya mitende wakaweka chini. Walikata matawi ya migomba wakaweka chini. Wamama walishindwa kujizuia, wakachukua kanga zao wakamtandika punda na barabarani wakatandaza. Yesu anatembea naenda, na walipokuwa wanamsindikiza walikuwa naimba sema Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Baba, amani duniani na amani mbinguni. Wanaimba watu. Hakuna leji, wanaimba na mshukuza Bwana. Watu wenye roho mbaya wasiojua ukweli wa imani ya Yesu walisimama na kuwazuia watu sema msipige kelele, msimwimbie. Yesu akagundua anazuria wale wanaomwimbia yeye. Yeye ana wivu na utukufu wake. Anataka utukufu baki yeye kwake daima, wala mwingine asiuchukue. Ndipo Yesu akasema, "Mwaweza kuwazuia hawa siimbe, watanyamaza maana ni watu. Waweza kuzuia hawa siseme, watanyamaza. Lakini Mungu aliye mbinguni asiyekubali utukufu wake, yeyote upeleke, atainua mawe watashangilia. Atainua nyasi watashangilia. Watamtukuza yeye aliye juu ya yote." Kama mnaelewa sema amina nyaka kwa jina la Yesu aliye hai. Anamaanisha kwamba wewe utakapokataa, mimi nikikataa, Mungu ana watu wengi. Narudia, hamjanielewa. Anamaanisha ukikataa kando ya pembeni, sema mambo ya Mungu yake pembeni, hayana maana kwako. Hakuna yeye mkomoa, hakuna yeye mmaliza, hakuna mdundia. Nakwambia unajiharibia mwenyewe, utajiharibia mwenyewe. Yeye ana watu wengi. Atainua hata mawe, watasimama, watataja jina lake, na kusudi la Mungu halitazima, litasonga mbele tu. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Tatizo ni nafsi yako ndiyo inakusumbua. Ndio maana hata maneno hayo afurahi, nafsi yako imeharibiwa. Upo tu. Namba 3. Andika. Ikiwa hutomheshimu mwana, yani kama hutomheshimu Yesu, na Mungu pia humheshimu. Wanajisifia namjua Mungu wakati Yesu anamtakana. Maandiko yanasema huyo mtu ni muongo. Yeyote anayesema na mheshimu Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, lakini Yesu anamkataa, huyo mtu ni muongo na hawezi kumheshimu Mungu.
Mwenye kuona ni mtu mwema atamheshimu Mungu na kumheshimu Yesu. Hawa wawili huwezi kuwabandua. Tuna ulimwengu uliochanganyikiwa. Yako madhehebu yanataja mambo mengine, watahubiri mambo mengine Yesu hamtaji. Watataja Jehova, watataja nani, watataja nani, Ibrahimu, Sulemani, watataja kila mitume, mwishoni wanamalizia Yesu. Waongo. Hiyo ni injili feki. Na ndio maana kuna muda tumekosea. Tunahubiri mafanikio, uwe na magari, uwe na nyumba nzuri, uwe na mume Mwarabu, pengine hata mzungu, uwe na watoto mapacha wawili, si ndio? Si ndio jamani hapa? Lakini tunamwacha yeye mwenye kuzalisha mapacha ndani ya watu. Tunamwacha yeye mwenye kuzalisha magari katika maisha yetu. Tunamtaja mwishoni. Tunataja magari na mambo mengine, lakini uhalisia wa Yesu mwenyewe hatajwi. Na ndio maana hata maombi haiwezi kujibiwa. Haiwezi kujibiwa. Kwa hiyo ziko injili zinamtaja Jehova, Jehova Shaddai, Jehova, lakini Yesu hasemwi. Yako makanisa hapo mengi tu, makanisa hapo Tanzania yatahubiri mambo mengine mengi tu, na watu wasiojua maandiko ndio waliwao wanaenda. Watatukuza mafuta, watatukuza maji, watatukuza keki, watatukuza yeye. Wanamwacha Yesu. Maandiko yanasema tumepewa jina pekee chini ya mbingu Yesu. Wiki iliyopita nilisema, si mnakumbuka? Tulipewa jina la Yesu. Na hapa anasema yeyote asiyemheshimu Yesu, maana hata Mungu hamheshimu. Unapohubiri injili nyingine unakandia Yesu, maana na Mungu aliyekuumba haunaye. Na mimi natangaza kanisa hili, tunarudi kwenye msingi wetu kwa jina la Bwana aliye hai. Aneni leo sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima tutangaze Yesu mafanikio. Haya mengine propaganda tu, radio before, hizo ni radio mbao. Injili ya kweli ni Yesu peke yake. Wakati naenda radio kwa mara yangu ya kwanza, nimepewa mwaliko kwenda radio. Nikiwa na muomba Mungu, nikasikia moyoni, mwanangu Amos, unaenda radio unahubiri injili, mataifa yote watasikia, anga la Zanzibar litasikia, na duniani kote watasikia. Kokote radio itafika watasikia. Nacho kuomba mwanangu, usihubiri injili kama wengine wahubirivyo. Naomba nihubiri mimi Yesu. Niliambia kabisa. Nilisikia moyoni mara 3. Usihubiri kitu kingine, nihubiri mimi Yesu. Nikashangaa mara 3. Na ndio maana yeyote aliyekuwa anafuatilia vipindi vyetu kwenye radio, hata kama tasema mengine, mtu mmoja tukakutana naye akaniambia, mchungaji Amos, wewe una shida gani Mbona hubiri utajiri? Hubiri pesa? Hubiri chochote? Wewe Yesu tu vipi? Nikasema ndicho nilichoamuliwa. Utakuwa na utajiri nje na Yesu, hakuna mwelekeo. Utakuwa na magari nje na Yesu, maisha yako yako hatarini. Utakuwa na kitambi nje na Yesu, maisha yako yako hatarini. Utaheshimika kila kona nje na Yesu, mwisho wa siku utaangukia pua. Yesu ndiyo yote katika yote. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio maana leo dunia imeharibika, watu wanatukuza dini zao. Mimi ni dini fulani, dini tu. Kakwambia nani? Mbingu utakuta jina lako kwenye kitabu cha uzima, ama jina lako kwenye kitabu cha moto. Hautakuta PAG, hautakuta Calvary Assembly of God, hautakuta Tanzania Assembly of God. Utakuta Amosi Mranda Safi, utakuta Amina Juma Sulemani, utakuta wewe Asha. Tuseme amina kwa jina la hai. Hapa sio dini hapa. Na wengi wamekufa kwa sababu ya kujihesabia haki. Mimi na dini yangu itakupeleka wapi? Ule ni usajili tu serikalini. Tuweze kutambulika kwa njia hiyo. Cha kujivunia ni kuwa na Yesu ndani yako. Yesu akawaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa kuwa mapepo yamewatii, bali mfurahi kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Na mimi nasema wewe uliyekuja hapa, Bwana jina lako liandike tena kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unaelewa sema amina tena kwa jina la Yesu. Sema amina tena kwa jina la Yesu aliye hai. Aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima. Yawezekana lilifutwa mwaka jana, yawezekana hata mwezi uliopita limefutwa. Kwa neema ya Mungu leo jina lako liandikwe tena.
na linaandikwa tu. Maana Mungu kama ungekufa ingetoka. Umefanya makosa ujafa, maana kuna nafasi nyingine ya kuendelea mbele. Kanisa, tuko pamoja? Tuko pamoja hapo? Na Mungu awabariki wanaoniletea. Muwe na moyo huo na Bwana aongezee kwa jina la Bwana. Kanisa, haleluya. Na mangapi hiyo? Na mangapi hiyo? Mwambie mwenzako mheshimu Yesu. Sio unasema Mungu tu Yesu nuka pembeni, wewe ni muongo. Na kwa Mungu hautaenda. Namba 4. Andika, unapomwamini Yesu unakuwa na uzima. Uzima kwa maana unapomwamini Yesu Kristo, ndani ya moyo wako unakuwa na uzima. Unapumua. Unapomwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Ndio maana waimbaji wangu niwapenda leo. Kwaya kuu imeimba wimbo nimeupenda wa injili ya Yesu. Lakini na wababa wenzangu leo wimbo piga, nimependa sana. Wamemtaja Yesu. Unapolitaja jina la Yesu mapepo yanafanya nini? Ule wimbo na wenyewe hauvumi lakini umo. Muutunzeni sana ule wimbo na afya. Simseme amina kwa jina la Bwana aliye hai. Unamtukuza Yesu anayekataliwa na wengi. Unamtaja Yesu anayenyanyapaliwa na watu wengi. Nimependa sana nyimbo hizo. Na ndizo zinazotakiwa kwa kizazi hiki kilichoharibika. Sawa jamani? Kwa hiyo unapomwamini Yesu unakuwa na uzima. Nje na Yesu hauna uzima. Unaposusia mambo ya Yesu, manake kaburi linakuita. Na kaburi likuita, unakufa, hakuna ataka kutetea. Naomba uwe na uzima huo. Namba 5. Unapomwamini Yesu huingii hukumuni. Dunia itahukumiwa si kwa sababu ni mbaya. Dunia itahukumiwa kwa sababu ameletwa mwenye kusamehe dunia wakamkataa. Mafarisayo wanajua na Masadukayo wanajua. Unapokataa ukweli wa Yesu, manake unahukumiwa. Kwa dunia itahukumiwa na watu watakufa motoni, si kwa sababu nyingine yoyote. Ni kwa sababu wamemkataa Yesu mwenye uwezo wa kusamehe dhambi zao. Kwa rafiki yangu, unaposali tu unamkataa Yesu moyoni mwako. Unakuja hapo na unadanganya, lakini moyoni mwako unafanya wasi. Unachokitafuta kiona. Nawaambia ukweli. Kusali sio issue. Kutembea na Biblia sio issue. Lakini je, moyoni Yesu yumo? Kuitwa majina mazuri sio sababu. Hata uitwe mtume na nabii vile ni sawa tu. Lakini Yesu yumo. Kama Yesu moyoni hayumo, hauna uzima. Unakuwa na hukumu. Anasema anayemkataa Yesu yuko chini ya hukumu. Namba 6. Bwana Yesu asifiwe. Namba 6, si ndio? Jina la Yesu lina uwezo, sawa? Linasema hata waliomo makaburini wanalazimika kuisikia sauti yake. Yaani hata waliomo makaburini wanalazimika kuisikia sauti ya Yesu. Kama andiko linasema saa inakuja, naam, na saa yaja tena upesi. Kwa maana nasema hata watu waliomo makaburini wanalazimika kuisikia sauti yangu. Sasa kama watu waliokufa lazima wasikie sauti ya Yesu, iweje wewe unakata mitaa ya Chukwani? Wewe unakata mitaa ya Zanzibar. Alafu unakataa kuisikia sauti ya Mungu. Wakati mwingine nasema hata waliokufa, naam, saa yaja nao wataisikia sauti yangu. Mungu atusaidie sana. Mwambie mwenzako. Mguse tu, mwambie mpendwa. Mguse tu, mwambie mpendwa. Wewe sauti ya Mungu naisikia? From January to December sauti ya Mungu naisikia. Tumeanza Januari, si ndio, mpaka leo ni Julai, si ndio? Ulishasikia sauti ya Yesu? Unapoomba unasikia sauti ya Yesu? Wengine hata wakiomba wanakosokosa na mapepo. Yaani wanakosoa na mishale ya shetani. Yaani kila kiomba naona mishale inapita, mapepo yenye mikia mirefu ndio anapambana nayo. Umeshaisikia sauti ya Yesu? Narudia tena. Umeshaisikia sauti ya Yesu? Anasema naam, saa yaja. Waliomo makaburini sauti yangu ataisikia. Kama waliomo makaburini watasikia sauti ya Mungu, iweje mimi na wewe? Ni haki yetu kuisikia sauti ya baba yetu. Ni haki yangu kuisikia sauti ya Mwokozi wangu. Ni haki yangu. Lakini je, wewe? Haya. Sehemu ya pili nimalizie hapa. Andika Injili ya Yohana Mtakatifu
sura ya 6 na mstari wa 26 hadi 27. Yohana Mtakatifu sura ya 6 kuanzia mstari wa 26 hadi 27. Soma vizuri ndo mstari huu. Neno la Mungu linasema, Yesu akawajibu akasema, Amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Haleluya. Kanisa, haleluya. Sijasikia kanisa, haleluya. Andika. Yesu anatoa picha juu ya kizazi hiki jinsi kilivyo. Kwa mstari huu Yesu anatoa picha juu ya kizazi hiki jinsi kilivyo. Andika mabano, kupenda kula msosi. Andika mabano tena, kupenda anasa. Haleluya. Kupenda nini? Kupenda nini? Anasa. Chini andika tena, wote waliopenda anasa, wanaopenda kula walikufa. Nisomee Yohana 6 ule mstari wa 49. Nimalizie hapo. Wote waliopenda anasa walikufa. Wote waliopenda kula walikufa. Yohana 6 ule wa 49, mstari mmoja tu, 49. Mstari wa 49, neno la Mungu nasema. Hapo tu. Baba zenu waliila mana. Soma kwa sauti kwa ndo tunamalizia, binti yangu mzuri. Baba zenu waliila mana. Baba zenu waliila mana jangwani, wakafa. Rudia tena. Baba zenu waliila mana jangwani, wakafa. Tuseme wote hapo, 1 2 twende. Baba zenu waliila mana jangwani, wakafa. Turudie, kuna mtu hajasema, mmoja alikuwa analala. Twende 1 2 twende. Baba zenu waliila mana jangwani, wakafa. Sema amen. Amen. Funika Biblia yako, nimalizie hapa. Tutashuka chini baadaye. Nilikuwa nimeandaa ujumbe mfupi sana, ila kutokana na mambo mengine yako mbele yetu hakuna namna. Namba 2, hapa Yesu anatoa picha juu ya kizazi hiki jinsi kilivyo. Kanisa, haleluya. Anasemaje sasa? Anasema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Msifukuzane na vyakula vinavyoonekana vinafaa kwa macho, lakini mwisho wa siku ni uharibifu. Anasema watu wakamtafuta Yesu. Walipokuwa wanamtafuta Yesu, alijitenga nao akajificha. Walipomwangaza kwenye mkutano hawakumuona, walishinda kujizuia. Wakaanza kumtafuta, yuko wapi yule? Yuko wapi yule? Wanaenda hawakumuona. Walipomwona wakamwambia, Bwana, tulikutafuta ng'ambo ya pili, hatutakuona. Bwana, tumeenda sinagogini, hatujakuona. Kana kwamba ni watu wema, kana kwamba ni watu wenye nia ya kumpenda Yesu ndani yao. Lakini Yesu mwenye kuona ndani ya mioyo yetu, Yesu mwenye kuona nia ya kila mtu ndani. Yaani hata ulipokaa hapa anajua unachokiwaza. Unajua Unanielewa Kanisa, haleluya. Anajua unachokiwaza. Kuna wengine hapa nahubiri wananitukana, hili jamaa lingetoka hapo mapema. Linatokea tu hapa. Wako hapa na niangalia tu, mnaniwazia mengine mabaya. Yesu anakuona mpendwa, haleluya. Yesu anakuona. Kwa Yesu akagundua hawa watu hawamtafuti kwa sababu wanampenda Yesu, ila ni kwa sababu walikula mana kule jangwani wakashiba. Walipomwona hayupo katikati yao, wakagundua hii njaa tutaiponaje basi sisi? Tutaponaje hii njaa? Wakaanza kumtafuta. Ndio akawatolea uvivu. Akawaambia, sikilizeni, hamnitafuti kwa sababu mnanipenda, ni kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Akasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika.
Ndiye akasema ule mstari wa mwisho nimeusoma 49, baba zenu walile mana jangwani na wao walikufa. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Kipengele cha pili ni cha muhimu sana. Anapotoa picha ndio uhalisia wa kizazi chetu leo. Hivi mnafikiri watu wote wanampenda Yesu hapa? Kanisa haleluya. Hivi mnafikiri watu wote hapa wanampenda Yesu? Kama Mungu angefunua tukaangalia mioyo yetu kila mtu hapa, tunaweza kukimbiana hapa. Ndani hasa mle ndani ukiangalia, kuna watu wanakuja hapa si kwa sababu wamempenda Yesu. Wanalao jambo. Wengine wanakuja kwa sababu wanataka waangalie mabinti zetu wanavyocheza. Wengine wanakuja kwa sababu wanataka wapate wachumba waoe ama waolewe. Wengine wanakuja kwa sababu katibu Juli anavyotangaza wanampenda sana anavyosimama. Nisiseme kwa jina la Bwana. Wengine wanakuja kwa sababu Mzee Mose anapenda kufoka na muangalia anavyotoa mishipa. Wanakuja wengine wanakuja kwa sababu mama mchungaji ni mpole, ni rafiki yao. Kila mtu anakuja kwa mambo. Mnanielewa kanisa? Haleluya. Jamani tunamalizia haleluya acha semana sisi jamani. Kama tungeona mioyo ya kila mtu ndani, hapa tunakimbiana. Naomba kweli, tunakimbiana. Ingawa umependeza, umevaa, umekuja kanisani, lakini pengine ndani yako kuna lako jambo. Wengine wanakuja hapa kama wapenda, kumbe ni wapelelezi wametumwa na serikali kutupeleleza sisi. Mtacheza naye, mtamka naye, kumbe na lake jambo huko ndani. Huwezi kujua hivyo na ninachosema. Kila mtu ana jambo. Mwingine anakuja hapa, anajua Zanzibar hatunapokuzikia. Ikifariki itakuweje hapa? Ndugu yangu itakuwaje kifariki? Wanakuja ili wakifariki tupate kuwazika. Wengine wamo huko ndani. Wamo kwa sababu akifa tuweze kuwazika, wamo ndani huko ndani. Sijui ni wewe, sijui ni nani. Majeshi. Mwambie wenzako wewe umekuja kufanya nini hapa? Unatafuta sehemu ya kuzikwa au nakuweje ndugu yangu? Majeshi. Wapo na mambo, watu wana mambo yao. Wengine wamekuja kwa sababu ni wagonjwa. Wametibiwa hakuna tiba. Wameenda kwa daktari bingwa hakuna tiba, hawana namna. Ameamua kuja kwa Yesu si kwamba anampenda, ila kwa sababu ya matatizo yake ameamua aje kanisani. Hao nao ni wengi ndani ya kanisa. Wengine wamefukuzwa kazi, wanakuja kwa sababu hawana kazi. Ila kuna wachache wamekuja kanisani kwa sababu wanampenda Yesu. Hao ndio moyo wa Mungu. Hao ndio wanaomtafuta Mungu. Hao ningependa niweze kuambatana na watu kama hao. Wamo hapa, wapo, wana kazi zao, wana heshima zao, wana watoto wao, wana waume zao, wana kila kitu, lakini mbele za Bwana wanasema kitu sio kitu, bali Yesu aonekane yuko mbele kwa mbele. Wako hapa. Hawaogopi mvua, wanajua wapo kwa sababu mpenda Yesu. Hao ndio wanaoheshimika mbele za Bwana ali hai. Kama na amani tena sema amina. Na madola yameshaanza kuja, semeni amina kwa jina la Bwana. Kumbe wapo na wenye madola humu ndani. Kanisa haleluya. Nimalizie kusema Yesu akasema hamkunitafuta kwa sababu mnanipenda, ila ni kwa sababu mlikula mkashiba, ndio maana mnanitafuta. Naomba kila mtu ajitafakari. Wewe uko hapa kwa sababu ya kupenda msosi? Hii ni picha ya watu. Leo kuna watu wanauza heshima zao kwa sababu tu ya chakula. Anatembea, akisikia murusa anageuka, anaonyeshwa chips na kuku. Chips na nini? Anapoteza heshima yake kwa chips ya nini? Jamani yapo haya hapo. Anatembea akisikia murusa, akigeuka 10,000. Anagundua nyumbani hakuna perfume imeshaisha, mambo mengi yameharibika, niache bure bure. Anaenda kusema ngoja nikamchune, akaenda kuichukua. Kumbe bila kuelewa yeye ameenda kuchunwa. Yaani kwa taarifa wewe ndiye unayechunwa. Unanielewa? Unaenda kuchunwa. Ngoja nikaichune, unachunwa wewe. Na kanisani wamo. Wamekaa tu, huwezi kuwajua. Moyo na mambo mengi wapendwa. Humu ni mambo ya mambo na mambo humu ndani. Wengine wakilala usiku wanaoteshwa, wamevaa mabuyu na vibuyu, wapo mikoba ya uchawi, wamo. Na wamo ndani ya kanisa hapa wapo. Wewe umekuja kwa sababu gani? Zinakuja Mungu awabariki sana.
Haleluya. Kanisa haleluya. Zinapokuja kama hauna nauli usiondoke unione, nikugana na meona wewe. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Yesu anatoa picha ya watu. Ndio picha ya Tanzania. Ndio picha ya kanisa letu leo. Watumishi mnaonielewa sawa? Hii picha ni Yesu ameitoa, ni ya dunia nzima kwa wahubiri wote. Leo watu tumeacha kuhubiri injili ya Yesu, tunahubiri vitu vingine vya mafanikio, tunaacha msingi wa watu kujua Mungu aliye kweli ili waweze kwenda kwa Mungu juu. Kabisa. Injili na haipo. Ndio unakuta matambara, manini, yeye, barikiwa, inuliwa. Ni kwa sababu ya njaa, chakula. Msitendee kazi chakula chenye kuharibika. Baba zenu walile mana jangwani wakafa. Tunapofukuzia maisha haya, tunaacha Yesu. Kwa sababu ya maisha haya, unaenda kufa. Wiki ijayo nikisimama tutaanzia hapo. Hii ndio picha ya kizazi chetu. Wewe utajiona ukiamka asubuhi kazini, mwenye panga polini, mwenye msuti mjini, mwenye nyavu baharini, si ndio? Ni vurugu mechi, na jioni mnakutana kwenye msosi wote wanakula. Kanisa haleluya. Vurugu mechi hiyo inapelekea watu mambo ya Mungu yawe nyuma. Haina maana kwamba tusifanye kazi. Hapana. Yako majira ya kazi, yako majira ya Mungu. Lazima tofautishe ili uweze kuwa salama. Wangapi wamenielewa? Tutaanzia kwenye picha. Sema picha. Ndio picha ya kizazi chetu leo. Watu wanapenda kula kuliko chochote. Tukisema hata maombi kufunga, utasema vile toku zalo hujawahi kula. Ukiamka saa 4 tu tumbo linawaka moto, ni hatari. Kelele michango tu. Mkate unaona chai ni tamu kuliko unafikiria, unaiendea. Ukimaliza kuizimwa afadhali, unakuta furaha tena inafanya nini? Inapotea. Mbona kanisa sieni shakula tena basi? Ndio kifo hicho. Esau aliuza heshima yake kwa mlo huu. Leo watu wana ukimwi kwa kulala mtu siku hii. Kifo, msosi nini? Chips na kuku nini? Hivi mnanielewa jamani? Wewe fukuzia tu, ndio kifo hicho. Tutaanzia hapo wiki ijayo. Mungu awabariki sana. Mungu awainue sana. Mungu awatunze sana. Na Mungu atutetee sana. Tufike mbinguni. Haya mambo ya kupita yasitushughulishe. Tunatumaini na kumwona Mungu aliye hai. Kila mtu atafurahi. Sema kule kwa Mungu hakuna wazee. Wote ni mahandsome. Hakuna wenye nyuso zimepinda kama za kwangu. Yaani wote wako beauty safi. Kuzuri na shetani kujua ni kuzuri. Ndio maana anafanya vita kutuharibia. Tusikubali kushindwa. Maana hakuna anayekuomba hata fedha. Kanisa haleluya. Kama unanielewa, fumba macho. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama na amani, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Yes, haleluya. Baba wa mbinguni, kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba sema Baba, Baba wasema Baba, hakuna. Haleluya. Baba hakuna, sema Baba,
peke yako wabariki, hakuna kama wewe. Kama unaweza imba kwa furaha, funga macho, naomba funga macho, naomba funga macho, maabudu Bwana kidogo. Hebu naomba kila mtu anyenyekee mbele za Mungu. Ukiweza kupiga magoti, piga magoti kwa ajili ya Mungu. Hebu sikia kuomba radhi na msamaha mbele za Mungu. Hebu sikia kumwambia Bwana, usinipite, nataka niwe na wewe mfalme. Wewe unajua moyo wangu Baba, wewe unajua navyokuweka nyuma kama koti, wewe unajua navyokuweka nyuma kama gunia. Ukiweza kupiga magoti, nyenyekee mbele za Bwana. Na huku tunaendelea na wimbo huu, na yeye Bwana unaye ndani ya moyo wako. Kama yako mabaya umemfanyia yeye Bwana, atakusamehe. Ni nani kama wewe Bwana? Hebu piga magoti, naomba kila mtu apige magoti. Kama wewe Mesia, Baba Baba, mwingine kama wewe Bwana, ni nani kama wewe Yahweh? Baba nisaidie nasema hakuna. Nasema Baba yangu nisamehe. Nasema hakuna. Nasema Baba yangu, nasema hakuna. Yesu nisaidie Baba, hakuna.
Naomba rehema mbele za Bwana. Naomba kila mwenye mwili aombe. Kila aliye wa Mungu amulilie Bwana. Kila aliye na mdomo amwambie Bwana niangalie. Kila aliye wa Mungu atamke sauti. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nirehemie. Mwambie Bwana niangalie. Mwambie Bwana nitetee. Ninakuweka nyuma. Natanguliza mambo yangu. Nashinda kutanguliza